nataka raha, sitamani mwengine. Nakupenda Regina, nakupenda Regina. Katika historia ya muziki wa Tanzania, achana nao hao, watakula kwa macho na usiku watasinzi. Yapo majina ambayo yalikuja kama radi, yakang'aa, yakatoa matumaini, lakini ghafla yakatoweka na kuacha maswali yasiyo na majibu. Moja ya majina hayo ni Steve 2K. Steve 2K alitamba kupitia kundi la Mambo Poa, lililobadili kabisa mwelekeo wa muziki wa Tanzania. Kundi la Mambo Poa lilisifika kwa kuchanganya mduara, rap, zouk hadi raga. Mitindo ambayo wakati huo ilikuwa bado michanga, lakini ikaanza kupata ufuasi mkubwa nchini. Wakiwa pamoja na wasanii kama John Jema, Spider na wengineo, Mambo Poa hayakuwa tu kundi la muziki, yalikuwa harakati mpya. Kupitia vibao kama Shani, Mimi Sio Mwizi, Nilikupenda, Spare Tire, Kasuku na Mama Afrika, kundi lilipenya kwenye nyumba za Watanzania. Likawa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Mwisho wa miaka ya 1990, Mambo Poa walikuwa wameshafika kileleni. Umaarufu, heshima na hadhi yao ilikuwa imetapakaa kila kona ya nchi. Lakini kama kawaida ya maisha, pale ambapo mwanga unaonekana kuwa mkali zaidi, ndipo giza huwa karibu zaidi. Mwaka 2004, taifa lilipatwa na simanzi kubwa. Steve 2K aliuawa kwa kuchomwa kisu na mtayarishaji mmoja aitwaye Castor Ponela, ambaye alikuwa ni producer wa kundi maarufu la Mambo Poa, ambapo sababu kubwa ya kisa hicho ilielezwa kuwa ni kutofautiana. Lakini kwa wengi, sababu hazikupata kueleweka vizuri. Maswali yalizidi kuibuka kuliko majibu. Kisa chake kilikuwa hivi. Mwaka 2004, tasnia ya muziki wa kizazi kipya nchini ilipatwa na mshtuko mkubwa kufuatia kutokea tukio baya sana kwenye historia ya muziki huo nchini mpaka sasa. Aliyekuwa msanii maarufu wa kundi la mduara la Mambo Poa, Steven Waymark, maarufu kama Steve 2K, alichomwa kisu na kufa na mtayarisha muziki Castor Ponela. Ni tukio lililoshtua wengi mno, ikichukuliwa nyota ya msanii Steve 2K ilikuwa imeanza kung'aa zaidi kufuatia kushirikishwa na msanii Akili the Brain kwenye wimbo wake maarufu wa Regina. Siku ya tukio hilo, msanii Akili the Brain alikuwa amepata show kwenye hoteli ya Golden Tulip iliyopo jijini Dar es Salaam, ambapo kulikuwa na tamasha maalum la kuchangia wagonjwa wa kisukari. Kabla ya tamasha hilo, Akili the Brain alikuwa tayari amepata show nyingine ya kwenda kutumbuiza kwenye ukumbi wa Ikweta Grill uliopo jijini Dar siku hiyo hiyo. Baada ya kupata dili hilo la kufanya show mbili, Akili na kundi lake la Bongo Bangra wakafanya show kwenye hoteli ya Golden Tulip kwanza, kisha baadaye wakaenda kumalizia Ikweta Grill. Akiwa ndani ya gari yake kurejea nyumbani baada ya kumalizika kwa show ya Ikweta Grill, sambamba na msanii Steve 2K na msanii wa kike aitwaye Joan, wawili hao wakamuomba Akili kuwashusha njiani. Ifahamike kuwa tayari Joan aliyeshirikishwa na msanii Datas kwenye wimbo maarufu uitwao Mume wa Mtu, na msanii Steve 2K walikuwa na uhusiano wa kimapenzi. Kufuatia ombi la wawili hao kuhitaji kushushwa njiani kwa maelezo kuwa wanakwenda kuimaliza siku kwenye ukumbi wa Club Bilikanas, Akili akawateremsha na yeye kurejea nyumbani kupumzika. Kilichotokea baada ya wawili hao kuteremshwa ni taarifa kuwa la Steve 2K amechomwa kisu na kufa kufuatia kuzuka ugomvi kati yake na producer wa studio za Boucher Records, Castor Ponela. Chanzo cha ugomvi huo hakijaelezwa vizuri mpaka sasa, lakini inaelezwa kuwa msanii Steve 2K
ndiye aliyechukua kisu ili kumshambulia producer Castro Ponela. Inaelezwa kuwa katika mazingira ya Castro kujitetea ili asidhurike na shambulio hilo, ndipo akajikuta akimnyang'anya kisu Steve 2K na kumshambulia nacho, na hivyo kusababisha kifo chake. Kwa hakika, tukio hili kulikuwa ni moja ya matukio mabaya sana ya mwanzoni kuukumba muziki wa kizazi kipya nchini, na hivyo baadhi ya watu kuanza kuitazama muziki huo kwa jicho la hofu. Kufuatia kifo cha Steve 2K, producer Castro Ponela akakamatwa na kuswekwa ndani kwa tuhuma za kuua bila kukusudia, kisha baadaye kukaa gerezani kwa muda wa miaka 9 kabla ya kuachiwa huru kwa msamaha wa rais. Katika uwepo wake wa zaidi ya miaka 30 kwenye tasnia ya burudani, muziki wa Bongo Flava umepitia mengi magumu sana, ambapo tukio hili la mwanzoni mwa miaka ya 2000 ni moja ya matukio mabaya sana katika historia ya muziki huu. Lakini simulizi la Mambo Poa halikuishia hapo. Miaka 4 baadaye, 2008, taarifa nyingine ya kusikitisha ilitawala vyombo vya habari. John Mjema, mmoja wa nguzo muhimu wa kundi hilo, naye alipoteza maisha kwa kujinyonga. Tukio ambalo lilileta maswali mapya, kuongezea maswali ya zamani ambayo bado hayakuwa yamepata majibu. Ilisema kuwa bado alikuwa akiumizwa na tukio la Steve 2K, na jinamizi hilo halikuweza kumtoka. Ndani ya tasnia, watu waliamini kuwa misukosuko ya kikazi, kiakili na maisha ya muziki ilimlemea na hatimaye ikampeleka mwisho wa safari yake. Hii ndiyo simulizi ya Steve 2K na kivuli cha giza kilichoandama kundi la Mambo Poa.